Douglas Didas Masaburi. Mheshimiwa Simwanzi Margaret. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hoja iliyoko mezani ambayo ni ya hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa taifa letu. Nichukua nafasi kumshukuru sana Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama mbele ya bunge hii siku ya leo. Lakini pia niwashukuru sana wananchi wa Urambo na familia kwa jinsi ambavyo wananipa ushirikiano mpaka napata nafasi ya kuendelea kuwa mbunge katika jimbo hilo. Nawashukuru sana. Halikadhalika nimepata ushirikiano mkubwa wa serikali ngazi yote, mkoa, wilaya, chama chetu cha Mapinduzi katika kuhitimisha ubunge wangu uliopita, lakini pia katika kuanza awamu hii nyingine ambao wamenipa heshima kuendelea kuwa mbunge. Mheshimiwa Spika, sisi wananchi wa Urambo tuna haki, tuna wajibu pia wa kumshukuru Dr. Samia kwa kazi kubwa ambayo ametufanyia sisi kwa kupitia serikali yake. Si rahisi kuyasema yote ambayo ametufanyia, lakini nitachukua machache ambayo kwa kweli ni ushahidi wa jinsi ambavyo wananchi wa Urambo tumenufaika na huduma kubwa tuliopewa na serikali. Kwa mfano, shida yetu kubwa Urambo ni maji. Na nashukuru sana serikali inayoongozwa na Dr. Samia imetupitishia mradi wa maji kutoka Lake Victoria. Tayari mabomba yameshafika, tenki kubwa limeshajengwa. Tunachosubiri sasa hivi tu ni maji kuingia, alafu pia usambazaji uendelee. Tunaishukuru sana serikali yetu. Na changamoto kubwa ya pili tuliyokuwa nayo ilikuwa ni suala la umeme. Tulikuwa tunapata matatizo makubwa sana kupata umeme ili tuweze kusaga mahindi, kukoboa mpunga na kadhalika, lakini serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia ilitupa bilioni 44. Kituo cha kupozea umeme tayari kinafanya kazi, na tunaiomba serikali yetu na hasa yeye mwenyewe rais wetu akipata nafasi aje izindue rasmi, lakini sasa hivi umeme Urambo ni furaha tu. Lakini lingine ambalo ametusaidia pia Dr. Samia, ametupa bilioni 13 kwa swala la afya. Kwa hiyo tumejenga vituo vya afya, tumejenga zahanati, tunashukuru sana. Lakini pia kwa upande wa elimu, wote nyinyi mashahidi pamoja na Urambo kwamba tumepata madarasa mapya, walimu wameajiriwa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Elimu pia imepewa kipaumbele sana kwetu. Halikadhalika barabara, nyinyi mnafahamu sisi Urambo ni wa vijijini, lakini tulipewa bilioni 12 kwa ajili ya matengenezo ya barabara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na halikadhalika tuliomba pia tuongezewe barabara zingine kwa hasa kwa kupitia TANROAD. Nashukuru sana, majibu yameshatolewa mbungeni kila mara nilipokuwa nikiuliza kwamba tumepata barabara ya kutuunganisha sisi watu wa Urambo na Sikonge. Tumepata barabara inatoka Usoke inakwenda Tutuo Sikonge, itakuwa ya lami. Na kila wakati ninapouliza naibu waziri Mheshimiwa Kasekenya huwa anajibu kwamba tayari usanifu unaendelea, na tunategemea wakati wote wilaya zinazotuzunguka pia zitakuwa na lami, kwa sababu pia tumeshapeleka maombi mengine ili tuendelee kupata huduma za barabara nzuri. Kwa kweli tuna haki ya kumshukuru Dr. Samia kwa mambo mengi ambayo si rahisi kuyataja yote kama nilivyosema, lakini tunamshukuru sana na tunamwombea aendelee ili aweze kutuletea maendeleo zaidi. Hasa ukichukulia Mheshimiwa swala la maji, nimelizungumza hapa na namshukuru kweli Mheshimiwa Weso, kila anaposimama huwa anataja kwamba tutapata maji kutoka Lake Victoria. Na kila ninapomuona Diana nikumbusha na mimi namkumbusha kwamba mama sita, maji lazima upate, utachekelea. Kwa kweli tunaiomba serikali, nichukue nafasi hii kuiomba serikali itusaidie maji yasambazwe. Yatatoka Lake Victoria sawa, yatafika Urambo, yataingia kwenye tenki, lakini je, yanawafikiaje wananchi kule waliko? Kwa hiyo tunachoomba serikali, tunajua itakuwa ni gharama kubwa, lakini itakuwaje faida sasa kama maji yatafika Urambo yaingie kwenye tenki alafu zisambazwe? Na sisi tunajua kwamba miundombinu ya maji ni ya siku nyingi, na haya tunaamini kabisa yatakuja kwa nguvu
Kwa hiyo kupita kwenye mabomba ya zamani itakuwa sio rahisi. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, naiomba serikali ituletee mpango mkubwa wa kusambaza maji yafike kwa wananchi. Ndio ombi langu kubwa ambalo nalileta leo, pamoja na shukrani, lakini tunaomba maji yasambazwe yawafikie wananchi. Hali kadhalika, ukirudi kwenye maji hayo, serikali hii iliona kwamba kutegemea tu maji kutoka Lake Victoria, hapana, tuongezee mabwawa. Wakatupa bilioni 6. Bwawa linajengwa eneo linaitwa Kalemela, halijakamilika. Nia ni nzuri ya serikali. Tunachoomba sasa ni kwamba lile bwawa la bilioni 6 likamilike ili lichangie maji ya watu wapate maji zaidi kwa ajili ya kilimo, mifugo na matumizi ya nyumbani, lakini pia na ufugaji wa maji wa samaki. Lakini pia tunaendelea kuishukuru serikali na kuiomba ile mitambo ile iliyoletwa, yale malori makubwa yenye mitambo ya kuchimbia maji, yani visima, tunaomba yaendelee kukaa kwenye maeneo yetu ili tupate visima vingi zaidi, visaidiane na bwawa na visaidiane na maji ya kutoka Lake Victoria, kwa sababu kilio chetu kwa muda mrefu kimekuwa maji, na kwamba serikali kwa kuwa tayari imeshaanza kutusaidia basi ikamilishe. Lakini Mheshimiwa Spika, bungeni nimeshaongea sana mpaka nafikiria tena kuongea tena wakati wa bajeti. Sijui waziri atanistahimili, kwa sababu mawaziri wengi wamepita katika Wizara ya Maliasili na Utalii, na nimekuwa nikiwaambia hapa kwamba wananchi wanapenda sana maendeleo yanapoletwa kwao, lakini kitu kikubwa ushirikishwaji na elimu. Sisi kwetu kuna kata 3: Nsenda, Ukondamoyo na Ugala, ambao eneo lao limechukuliwa, limekuwa hifadhi hifadhi ya msitu wa mto Ugala. Nimeshaongelea sana, mawaziri wote waliopita wanajua, na wao wanaahidi kwamba litafanyiwa kazi. Tunaomba sasa ifanyiwe kazi, kwamba wananchi wanashukuru hatua zote zinazochukuliwa na serikali katika kuhifadhi misitu na kadhalika, lakini wanaomba maeneo, tuliomba kilomita 5 wapewe kwa ajili ya kuweka mizinga yao. Mheshimiwa, nimeshaenda hapa kwenye kamati, wanajua kamati ambayo nashukuru Mheshimiwa Mzava amerudishiwa kule. Nimeshaenda kuwaona kwamba wananchi hawakatai eneo lao kuwa hifadhi, lakini wanataka wapewe kilomita 5 kwa ajili ya kufuga, kuweka mizinga ya nyuki. Waishazoea kufuga asali, na asali ni zao mojawapo ambao tunalitegemea sana kwetu sisi. Kwa hiyo naomba hili swala, Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii achukue hatua ambayo itaonyesha kweli wamesikia kilio cha wananchi, kwa sababu kama nilivyosema, wanahitaji kuelimishwa, lakini pia na wenyewe wanaomba waongezewe. Kwa hiyo nitashukuru sana kama swala hili litachukuliwa na kupewa uzito unaostahili. Hali kadhalika, jambo lingine ambalo nimesha kuliomba na bado narudia kuliomba ni kwamba sisi tumezunguka, ni majirani hawa Uliankuru, Shinyanga, hawa ni majirani zetu, kwa sababu ukifika Uliankuru mbele tu kidogo pale Kashishi unakutana na Kahama. Tumeomba tuunganishwe na barabara ya lami ili watu wa Shinyanga wanapotaka kwenda Mbeya wasiwe na haja ya kwenda Tabora. Wanakwenda Tabora kufanya nini? Wakatishe tu pale Kahama, wanakwenda Uliankuru, wanatoka Uliankuru wanakuja Urambo, Urambo wanakwenda Sikonge, wanaendelea kwenda Mbeya, Katavi na kadhalika. Kwa nini wazunguke tena waende kwingine? Kwa hiyo ombi letu sisi majirani tuunganishwe na barabara ya lami. Mheshimiwa Spika, tutafurahi sana, kwa sababu barabara inafufua maeneo kama mnavyoona. Barabara hii iliyokuwa ya zamani ya Manyoni, miji imechipuka kutokana na barabara ya lami ilivyokuja. Sasa hivi ukipita Tura nini, unaona mji kabisa umechipuka, na sisi tunataka miji ichipuke kutokea huku Kahama hii napita Uliankuru kwa lami na kuja mpaka huko. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, na kila sababu ya kumshukuru Dr. Samia kwa kuiongoza serikali yake kujali mahitaji yetu. Kwa tunaomba sana, kama nilivyosema, haya yaliyofuatiwa yaliyotangulia ya maji, na Mwenyezi Mungu ambariki, endelee kutuhudumia. Asante sana Mheshimiwa.